uaminifu na utaratibu. Kuna mambo mawili hapo tulijaribu kuyaona. Hapo tulitembea kwenye Wakorintho wa kwanza sura 16 kwa utoaji wa utaratibu husaidia kujenga nidhamu ya kiroho. Tukaona Kumbukumbu la Torati 16:16 na kusudi sio kutajirishwa tu na Mungu, bali ni kuwabariki nini wengine. Jamani, haleluya! Soma Wakorintho wa kwanza 16 pale, aliposoma akaelewa, akajifunza vitu kadhaa. Utoaji wa utaratibu husaidia mtu kujenga nidhamu ya kiroho. Najua mtu akishakuwa na uaminifu na akishakuwa na utaratibu katika kutoa kwake, ile hali yenyewe ya unyenyekevu, kuonyesha uaminifu kwa Mungu, lakini kuonyesha mtu mwenye utaratibu wa kumtumikia Mungu, ile hali inamtengenezea nidhamu, anakuwa mtu mnyenyekevu, mtu mtiifu, upendo wake kwa Mungu unaongezeka. Lakini yule jamaa pale ukiangalia anasoma pia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16:16. Kwamba katika mstari hiyo ya Kumbukumbu la Torati 16:16 utajifunza pale uaminifu katika utoaji kujenga maisha ya utii na uwajibikaji. Yaani mtu akishakuwa mwaminifu na mtu wa kujitoa, lazima atakuwa mtu mtiifu, atatii maelekezo ya Mungu, atatii maelekezo ya viongozi, atakuwa mtu muwajibikaji katika ufalme wa Mungu. Lazima atawajibika, maana Mungu ni rafiki yake, Mungu ni baba yake, na anaonyesha heshima na upendo ya kwamba Mungu ndio asili ya vyote nilivyo navyo. Lazima moyo wako uonyeshe nafasi ya Mungu, maisha yako yaonyeshe nafasi ya Mungu, kwamba Mungu ni nani, uwezo wake ni upi, utukufu wake unaishia wapi, ukuu wa Mungu ni upi. Yaani lazima hayo uyaelewe na ujue ya kwamba kila kitu kinachokuzunguka asili yake ni yeye mwenyewe. Wewe mwenyewe ni asili yake. Chochote ulichonacho chanzo ni Mungu. Kusudi si kutajirishwa tu, bali ni kuwa baraka kwa wengine. Kila mahali unakopita watu wanakunenea mema. Watafute mabaya ya kutunga, ya kuzusha, lakini sio yaliyozaliwa na wewe mwenyewe. Lakini wewe mwenyewe uwe baraka kwa watu wote. Watu watafute ubaya, sababu hata ukiwa mwema na mwaminifu, watu hawataacha kuzungumza ya kwao na kutengeneza ya kwao kwa ajili yako. Lakini wewe, nafsi yako na moyo wako na Mungu inaonyesha kiwango cha kusudi la kujitoa na utoaji wako kwa Mungu. Sasa wewe jamaa naye aliyekaa pale, ambaye anaangalia kwamba kumbe Mungu sio kunitajirisha tu, bali ni kuwa baraka kwa wengine, lakini pia ni kuwa mtoaji wa kweli. Mtoaji wa nini? Wa kweli. Unajua kuna mtoaji wa kweli na mtu anayetoa ile sasa kwa kukurupuka hadi mpaka atangaziwe, wala Mungu aseme naye chochote kuhusu kumtumikia, yani mpaka ambiwe ndio anatoa. Huyo sio mtoaji wa kweli. Mtoaji wa kweli yule mwenye asili ya moyoni ya msukumo na sauti ya Mungu na msukumo wa Roho Mtakatifu. Huyu ndio mtoaji wa nini? Kwa kweli, anayejua ya kwamba wajibu wangu mimi ni nini. Sasa jamaa amekaa amebarikiwa, maana anajua utoaji unaleta msaada kwa wengine, unaleta faraja kwa wengine. Baraka alizonazo zinakuwa faraja, zinakuwa baraka kwa watu nini wengine. Sasa haionekani vizuri, lakini ana mfuko wake pale, amebeba paki za sabuni, chupa za mafuta, amebeba pale na paki nyingine za unga ziko kwenye kikapu fulani. Anampa yule bibi ambaye pale mgongoni ana katoto kake amekaeleka mgongoni, kwa sababu Mungu amembariki na anajitambua, anaelewa kusudi la Mungu kwake la kutumika, la kujitoa kwa Mungu. Amebarikiwa
Sasa anajua ya kwamba baraka ni kwa ajili ya kuleta faraja kwa watu wengine, hata hawajaokoka, ni wapagani, hawa wana dini zao, lakini Mungu amenibariki kwa ajili yao. Nikikaa nikifumba macho naziona baraka zinanijia tele za kuweza kuwasaidia wengine. Sasa ghafla Mungu amembariki baraka za kutosha, amechota paki za kutosha pale na mafuta, chupa za mafuta za kutosha amebeba, amemtembelea yule mwanamke. Lakini yule mwanamke kwa sura yake na muonekano wake inaonekana ya kwamba ni mtu alikuwa na uhitaji, ni mtu mwenye dhiki fulani. Sasa jamaa anatabasamu, unaona anacheka vile anavyomkabidhi vile vitu, jamaa anafurahi, anasema haleluya, ninakubariki mama, mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu, Bwana amenileta nikubariki. Ninayo furaha kubwa kwa sababu Bwana amenibariki, lakini Bwana ataendelea kunibariki. Na kwa sababu ya kutoa vitu hivi, naamini baraka za Mungu wiki hii zitakuwa nyingi kuliko za wiki iliyopita. Vinavyoharibu moyo wa mtu wa utoaji. Kuna vizuizi vinavyoharibu moyo wa nini? Sasa vizuizi, moja ya kizuizi kinaweza kikawa mume ndani ya familia au kikawa mke ndani ya familia. Usiwe na yaani akawa sababu ya kuzuia ule moyo wa mwanamke, ama mwanamke akawa kizuizi cha kuzuia moyo wa mwanaume asimtolee Mungu. Alafu anajenga hofu. Akishakutana bila vizuizi anajenga nini? Hofu. Ukisoma katika Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10, huyu aliyesimama nani huyu mwenye utakatifu, nani huyu mwenye mahusiano na Mungu, ambaye utukufu ule utamulika na kumnyakua kutoka ardhini, ili apae hewani akutane na ule utukufu. Ni nani poteza vitu vyake akubali kunifuata mwenyewe pasipo ushawishi wa mtu mwingine? Huyu ndio mtu atakayefaulu, ndiye mtu atakayekuwa anajiandaa kwenda mbinguni, si mtu wa kusukumwa. Mtu aliyeamua kuacha vyote akakana nafsi yake kwamba iwalo na iwe, kama hiki kinaharibika na kiharibike kwa ajili ya utukufu wa Mungu, maana hiki hakina utukufu kwangu wala hakinipeleki mbinguni. Kama kinaharibika kiharibike, lakini kwa ajili ya kazi ya Bwana ambayo itanipa utukufu, ambayo itanifanya nikae na Mungu nimuone, ambayo itanifanya nione uponyaji wa Bwana, ambayo itanifanya nikikaa naziona mbingu zinafunguka, na muona mwana kondoo wa Bwana amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba, ananiombea, anatia moyo maisha yangu. Nikiomba namwambia Baba, huyu anastahili, huyu anastahili, huyu anastahili kutendewa akiba yangu. Mimi nitabaki na nini? Sasa pia nikali vizuri, lakini unaona jamaa kuna kitu alichokumbatia mkono, kuna kitu amekumbatia kifuani kwake pale, ananang'ania anawaza. Lakini kuna mtu anakuja pale pembeni, anampa ile karatasi imeandikwa toleo, anatakiwa atoe alicho nacho. Lakini unaona na pochi yake na begi yake ina fedha ndani, lakini ameikumbatia kifuani, amenang'ana, amekunja mikono yake namna hii, wala hana shida ya kupokea hiyo karatasi ya toleo, maana alicho nacho ni cha kwake mwenyewe. Anapiga hesabu, nikitoa hiki nitabaki na nini? Amekuwa mtu mjinga na mpumbavu, asiyejua ya kwamba hicho alichong'ang'ania ni cha Bwana, asijue ya kwamba hizo fedha alizoweka kwenye pochi yake anazing'ang'ania, hasijue ni za Mungu, chanzo chake ni Mungu, na asijue ya kwamba Mungu anaweza akachukua huo mkoba wote wa fedha kwa njia yoyote na kwa namna yote, na akabaki mkiwa. Jamaa mjinga kweli, mpumbavu, asiye na akili, asiyejielewa. Kwa nini? Anasema sasa nikitoa kaka hela niliko nako tu, sasa haraka mimi nitabaki na nini sasa? Sasa nikitoa tu hivi sukari nilivyo nayo nitabaki na nini? Asiyetambua alichopewa na Mungu huwa ni vigumu sana kuwa na moyo wa kutoa. Yaani mtu asiyetambua
baraka hizi nilizo nazo, mali hizi nilizo nazo ni mali ya Mungu, nimepewa na Mungu. Huyo mtu ni vigumu sana kufikiri juu ya kutoa, maana hajui uhai alionao ni Mungu, nguvu alizonazo ni Mungu. Ukisoma Luka 17:11 hadi 19. Lakini tunapohitimisha pale sasa, nimeweka sentensi pale. Naona yule jamaa aliyepiga magoti pale kuwa mwanafunzi wa Yesu, yaani yeye ameamua kuwa mwanafunzi wa Yesu vikivyo vyote. Mimi niwe mwanafunzi wa Yesu, chochote kinachonipasa kwa ajili ya ufalme wa Mungu nitafanya. Basi potelea karibu, nipoteze wakati, nipoteze chochote, lakini nije miguuni pa Bwana nimsikilize Mungu chini ya uwepo wake. Mungu huyu anasema nini na mimi? Jamaa amepiga magoti pale, anamtafakari Mungu, anamuomba Mungu, yupo amezama kwenye uwepo wa Bwana, yupo amezama kwenye nguvu za Mungu, yuko chini ya miguu ya Bwana, anaomba akitafakari. Anasema, Bwana nisaidie niwe mwaminifu. Pamoja na hali yake inayoonyesha ya uaminifu mkubwa wa kiwango cha juu kwa Mungu, lakini baada ya maombi anasema, Baba nisaidie.